Mvutano wa kisiasa unaendelea nchini Iran huku taifa hilo likikabiliwa na vikwazo vipya vya Umoja wa Mataifa na hofu wa kuzuka tena kwa vita na Israel. Vikwazo hivyo vimewekwa upya na mataifa ya Ulaya na ujumuisha Ufaransa, Ujerumani na Uingereza chini ya mkataba wa nyuklia wa mwaka 2015. Mazungumzo kati ya Iran na mataifa hayo ya kuzaa matunda, na serikali mjini Tehran imesisitiza haitosalimu amri kwa masharti mapya yanayodai kusitishwa kabisa kwa mpango wa nyuklia. Huku hayo yakiendelea, uchumi wa Iran unaendelea kudorora. Mfumuko wa bei sasa unazidi 40% na thamani ya sarafu ya nchi hiyo imeshuka hadi karibu na kiwango cha chini kabisa katika historia. Kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei amesema taifa lake litakubali kuburuzwa na Marekani wala washirika wake, huku akiwashambulia viongozi wa Magharibi kwa maneno matupu na kejeli. Wakati huo huo, jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu ya Iran IRGC limeonya kuwa liko tayari kujibu mashambulizi mapya kutoka Israel au Marekani, likisema hatua yoyote dhidi ya Iran itapata majibu makali zaidi kuliko vita vya siku 12 vilivyotokea mnamo mwezi Juni mwaka huu. Serikali ya Rais Daktari Masoud Pezeshkian inakabiliwa na changamoto kubwa za ndani, kutoka kwa hasira za wananchi kuhusu hali ya maisha hadi mvutano wa kisiasa kuhusu utekelezaji wa sheria ya hijabu. Ripoti zinasema magari ya polisi wa maadili yameanza kuonekana tena katika baadhi ya miji. Pamoja na hayo, serikali imekanusha uvumi kuwa inapanga kuongeza bei ya mafuta, jambo ambalo linaweza kuchochea maandamano makubwa kama yale ya mwaka 2019. Na katika siasa za ndani, majina makubwa kama aliyekuwa rais wa Iran Hassan Rouhani na mshauri wa kiongozi mkuu Ali Shamkhan yanatajwa katikati ya vita vya maneno na shutuma za ufisadi na usaliti wa kisiasa. Kwa sasa Iran inaendelea kusisitiza msimamo wake wa kujitegemea na kupinga kile inachokiita ni mzigo wa Magharibi, huku wananchi wake wakiendelea kubeba gharama kubwa za kiuchumi na kijamii.